أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. Leo tumekutana tena katika mwendelezo wa darasa yetu inayomuhusu imamu wa 12 katika maimamu watukufu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hilo ni swali ambalo tuliulizwa kuhusu misingi na serikali ya al-Imamu al-Mahdi alayhi salam itasimama katika misingi gani. Lakini labda nikumbushe kabla ya kufikia katika hiyo misingi, nikumbushe katika darasa yetu ya mwisho tulizungumza kuhusu kadhia ya mtu aliyemuuliza al-Imamu Sadiq alayhi salam, sadisun min al-a'immati al-muslimin. Alimuuliza ya ibn Rasulillah, akimwambia ewe mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, je, tunapotaka kumsalimia al-Imamu al-Mahdi alayhi salam tunasemaje? Al-Imamu Sadiq alayhi salam akamwambia, utasema assalamu alaikum ya bakiyatullah. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tumefundishwa na Imamu na Sadiq alayhi salam jinsi ya kumsalimia al-Imamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Ama katika misingi ya jinsi serikali ya al-Imamu al-Mahdi itakavyosimama, hakika itasimama katika misingi ile ile ambayo ilisimama serikali ya babu yake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wote tunafahamu, hatuna haja ya kurudi nyuma. Lakini katika utabiri wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam juu ya kuja al-Imamu al-Mahdi alayhi salam, anaeleza baadhi ya ile misingi akisema kwamba katika hadithi ndefu mwisho pale anasema yamla'ul aru qistan wa adlan kama muliat dhulman wa jawra. Serikali ya al-Imamu al-Mahdi alayhi salam itasimama katika misingi ya usawa na haki, katika misingi iliyokuwa imepotea katika miaka mingi ambayo al-Imamu al-Mahdi alayhi salam atakuwa katika ghaiba ndefu. Umwagaji damu utakuwa umetawala, haki za watu zitakuwa zimedhulumiwa, ujeuri katika ardhi hii utakuwa umekithiri. Tukisoma katika hadithi ya al-Imamu Jaafar bin Muhammad as-Sadiq alayhi salam, anasema kwamba wallahi la yaghibanna imamukum sinina min ad-dahr, ninakuapieni kwa Mwenyezi Mungu, hakika ya imamu wenu ataenda katika ghaiba kwa muda mrefu sana. Katika hicho kipindi ambacho al-Imamu al-Mahdi alayhi salatu wassalam atakuwa ameenda katika ghaiba, kutatokea marahili nyingi katika hii dunia. Tutashuhudia mambo mbalimbali yatakayotokea. Haki itakuwa batil na batil itakuwa haki. Watu watamwaga damu zao. Huyu atakuwa anamuua huyu na huyu atakuwa anamuua huyu. Kama tulivyoona, anayeuliwa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah, na anayemuua naye anasema ashhadu an la ilaha illa. Kwa hiyo ni kipindi kigumu sana. Watu wataritadi, watu watabadilika katika uhalisia wao. Lakini kuna wale ambao ni waumini watakuwa wamebakia. Al-Imamu Sadiq alayhi salam anawaelezea, anasema katika hadithi hiyo, wala tafidhanna alayhi ayunul mu'minin. Kipindi ambacho imamu atakuwa ameenda katika ghaiba, wale waumini wa kweli watakuwa kila siku wakimlilia imamu wao. Subhanallah. Assalamu alayka ya sahib al-asri wal zaman. Kwa hiyo haya ndio yatakayotokea, lakini
Huo ndo wakati ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama pamoja na maimamu wa nyumbani kwa Mtume wametabiri kwamba ni kipindi kigumu katika dunia kitakachochukua mkondo wake. Katika hadithi anatueleza al-Imam Sajjad alayhi salam, anasema inna ahla zamani ghaibatihi, hakika watu watakaokuwepo katika muda wa ghaiba ya al-Imamu al-Mahdi alayhi salam, alqailina biimamatihi, wale ambao watausema, watautaja, watauamini uimamu wake, almuntadhirina lidhuhurihi, katika kipindi hicho watu watakuwa wamebadilika, watu watakuwa wameacha mambo ya Kiislamu, lakini watu hawa watakuwa wakisubiri kudhihiri kwa Imamu al-Mahdi alayhi salam. Al-Imam Sajjad anasema afdalu ahli kulli zaman, subhanallah, hawa ni watu bora katika watu wa zama zote. Hakuna watu bora katika zama kama watu hawa. Wakati dunia imebadilika, wao watasimama katika misingi iliyo sahihi wakimsubiri imamu wao. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wafuasi wa al-Imamu al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Sasa ama tukimaliza mada yetu kwa dakika hizi zilizobaki, utabiri wa Mtume uliposema yamla'ul qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa jawra, hii ndo itakuwa serikali ya al-Imamu al-Mahdi alayhi salam itakuja kuijaza hii ardhi uadilifu na usawa, kama vile ambavyo itakapokuwa imejazwa dhulma na ujeuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye wepesi katika ujio wa imamu wetu, na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kushikamana na al-Imamu al-Mahdi alayhi salam pamoja na ahlu baiti Rasulillah. Hawa ndio tulioachiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mada yetu itaendelea katika siku ya kesho kuhusu al-Imam Zaman alayhi salam, lakini ni waacheni na usia wa hadithi kutoka kwa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam. Kwa kumalizia anasema inna li sahibi hadha al-amri ghaibatun, hakika al-Imamu al-Mahdi alayhi salam ataenda katika ghaiba. Falyattakillaha abdun inda ghaibatihi, basi waja na wamche Mwenyezi Mungu, tuzidishe takwa, tuzidishe uadilifu, tupendane Waislamu kwa Waislamu katika kipindi cha ghaiba yake. Na anasema Imam Jaafar as-Sadiq, waliyatamassaka bidinihi, na kila mtu ahakikishe katika kipindi hichi anashikana na dini yake. Shikana na Uislamu, shikana na ahlul bait Rasulillah, shikana na al-Imamu al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Mwisho ni kama tulivyoanza, Imam Sadiq ametufundisha kumsalimia al-Imamu al-Mahdi, tunasema assalamu alaikum ya bakiyatullah. Huu ndo utakuwa mwisho wa mada yetu ya leo.